kusema kile ambacho tunataka kusema, utulivu unahitajika katika safu ya Simba nzima. Hello bada sasa, mimi ninaitwa Oswald kutokea hapa Panyavuli TV. Leo tumemfuata mchambuzi wetu nguli huyu Side Champion ambaye ni katika masuala ya soka, umwambie kitu. Na tumemfuata kutaka kuzungumza naye kuhusiana na mechi ya tarehe 20 ambayo ilipigwa pale Amani Complex, Simba Sport Club na Stellenbosch kutoka South Africa. Lakini kuna mambo ambayo yamezuka. Tunataka tumsikie Side anatuambiaje. Hasa ni kuhusiana na kocha, baadhi wengine na mlamu haua kutokana na yale makosa yaliyotokea pale. Mambo vipi Side? Poa, mambo vipi? Si fresh inakuaje? Bwana Mungu ni mwema. Nimeweza siku nyingi. Safi kabisa bwana. Bwana sisi tumekufuata. Yeah. Lengo ni kutaka kujua kwa sababu kuna sintofahamu zimetokea. Baadhi wanamlaumu kocha, baadhi wanamlaumu aua. Nani anapaswa kulaumiwa kutokana na ule mchezo na yale makosa yaliyofanyika pale kipindi kile, tunaangalia kipindi cha pili? Kwanza kabla ya kulaumu watu au kulaumiana, ni kwanza tuisifu safu ya ulinzi ya Stellenbosch, ndio ambayo ilikuwa imefanyia mazoezi ya kutosha kabisa, tena yenye tija kuizuia Simba Sports. Na ndio maana hata walipoona mechi ilivyoisha, Stellenbosch walishangilia sana kwa kuamini mpango mkakati ulikuwa umetimia. Tukirudi kwa Jean Charles Ahoua, alitimiza majukumu yake 100%, japokuwa aliweza kukosa nafasi ya goli. Tusisahau kwamba yeye ndo alifunga hilo goli la kwanza. Moja ni pili, na kuangalia ile scenario nzima ya uwanjani, movement zake, aliona yeye yuko weak au kuna sehemu hawezi kutosheleza kuendelea kuimaliza mechi. Lakini kwa umuhimu wa mwalimu na mchango wake mkubwa wa dhati ndani ya klabu ya Simba Sports, aliamini akiwa kama kivuli ndani ya uwanja, basi itapelekea kuwa na tija au kupata nafasi ya bao na kufunga. By the way, hivyo vitu vyote vilitokea kwa wakati mmoja, kuwa na mchango katika timu, uwepo wake, pia kupata nafasi na kukosa tu kuifanya kuwa goli. Hiyo ndiyo tatizo na changamoto ya Ahoua inaomface. Na kinachomkabili zaidi Jean Charles Ahoua, havutii jinsi anavyocheza, ila anatimiza majukumu kwa wakati, anatimiza majukumu anayoagizwa kwa usahihi, na huwa ni kipenzi cha mwalimu kwa sababu vile anavyohitaji acheze ndivyo anavyocheza. Ila kwa utofauti wa kawaida na watu wengine, huwa wanamtazama Jean Charles Ahoua si mtu ambaye yuko flexible, yani yule mtu anaweza akanyumbulika. Jean Charles Ahoua ni mgumu. By the way, ni wale viungo ambao wanatamani muda mwingi wakimbie kuliko kustay wao wenyewe alone. Kwa hiyo kwa Jean Charles Ahoua, ni mimi kwangu naona bado hana sababu ya kumlaumu, kwa sababu ni mchezaji mzuri, ana namba nzuri mpaka leo katika klabu ya Simba. Ukiwachukua watu wote, ana pasi nyingi, ana magoli mengi. Kwa hiyo haitokuwa na uzuri kumsema Jean Charles Ahoua kwa sababu anaenda kuelekea mechi ya mkondo wa pili ya nusu finali tena. Maana yake utakuwa unamangusha kwenye kuelekea kwenye mechi, au kumtupia lawama mwalimu wakati yeye anaamini katika professionalism, huyu anafaa baki ndani ya uwanja. Kwangu naona hakuna tija ya kumlaumu Jean Charles, wala hakuna tija kumlaumu Fadlu Abdurahmani Davis kwa katika engo yoyote pale. Kabla makosa kutokea, Jean Charles Ahoua aliomba kutoka, na hiyo ndio imeleta sintofahamu, kwa sababu mchezaji anapokuwa kikanuni wanavyozungumza kwamba kanuni ya kiongozi, lazima unapoona mchezaji anaomba kutoka, maana yake unatakiwa ufanye mabadiliko ya moja kwa moja ili kuweza kumtoa mchezaji huyo, kwa sababu anaona kabisa hawezi. Lakini haikuwa hivyo kwa kocha. Aliamua kuendeleza kumtumia Ahoua na wakati akiwa si mzuri kabisa na ajisikii vizuri kutokana na hali yake ya matatizo ya misuli. Kwa hii unaona kwamba kutokana na hii sintofahamu, auoni kwamba inaweza kuleta tija kwa kumtilia mashaka kocha wa Simba Sport Club? Hiyo kwangu haina mashaka. Mashaka yangu yangekuja kwamba Jean Charles Ahoua angetolewa afu angegoma kutoka, angesema namaliza mechi. Ndio. Hiyo ndio ingekuwa shaka, na kwa watu wote tungesema kwamba Jean Charles aliumia, akatolewa, akagoma kutoka na akapata nafasi akakosa kufunga. Jean Charles aliomba kwa sababu alikuwa anaona hayuko fit, lakini mwalimu aliona una tija ya kubaki ndani ya uwanja na kunipa kitu ambacho ninachokihitaji au kuiogopesha safu ya ulinzi ya timu pinzani. Jean Charles Ahoua ana kitu extra. Ana uwezo wa kupiga pasi moja na ikavunja mistari miwili. Ana uwezo wa kupiga penetration pass katika engo yoyote. Ana uwezo wa kupiga mipira iliyokufa kwa wakati wowote. Ana uwezo wa kupiga penalti. Pia huyu ana uwezo wa kuicontrol timu katika upande wa juu. Ana vitu vitano mfululizo. Katika vitu vitano alivyokuwa navyo, hamna namba 10 ya wasasa aliyokuwa navyo. Sio Awesu ndani ya Simba Sports, wala sio mtu mwingine. At least ni Ngoma.
ndo ana uwezo wa kufanya hivyo vitu ambavyo anavifanya Jean Charles Ahoua na kwa uchache, kwa sababu ngoma ana upana wake, kwamba akikaa kwenye holding ana uwezo wa kupiga penetration, ana uwezo wa kupiga long balls kwa kutosha. Lakini kwa Jean Charles Ahoua ndio key ambaye anaunganisha pattern ya juu bana ya Mpanzu, Kibu na Ateba au Mukwala. Ukienda kumshtumu direct utakuwa unamkosea, kwa sababu yeye aliomba kutoka kwa utashi wake, lakini mwalimu aliamini kwa kimbinu inabidi ubaki. Kulikuwa na reason hiyo. Tusisahau kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafanywa substitution na wanagoma, hawataki kutoka uwanjani. Pia wanafungwa na kulaumiwa, wanalaumiwa au hawalaumiwi, maisha yanaendelea. Sasa all in all kwamba tunaelekea katika mechi ya nusu finali ya mkondo wa pili, hizi lawama ndogo ndogo hazihitajiki. Kwamba na mechi hii kinachofuatia kwamba walikuwa wanatakiwa wawe na subira, kisha waone matokeo mabaya katika mechi inayofuata, kisha ndo anza kuzitoa lawama zote kwa ujumla. Kwa hali ya kiuchambuzi sasa tunaangalia, je, yale makosa yaliyofanyika ya Ahoua kulikosa lile goli, kukosa lile goli, je, unaweza kuwa unataka kuniambia kwamba ni mapungufu ya, je, ni hali ya madhaifu ya maumivu au ni kukosa utulivu ili kuweza kumaliza mchezo ule na kupata magoli mawili? Yes, jibu ni kukosa utulivu, kwa sababu alikuwa yuko free, ana uwezo wa kutoa pasi au ana uwezo wa kufunga. Kwenye uwezo wa kufunga manake ilikuwa rahisi, na ndio maana alikosa. Urahisi mwingine unakuja kwenye kutoa pasi. Cause sijui tuseme hizi ahadi zinazotolewa na viongozi wetu ndio zinazowapelekea kuwa na uchu na matamanio ya kufunga, au tuseme ni ubinafsi wa mtu akishakuwa katika engo. Lakini katika zoezi la mwisho na kiprofessionalism, 100% mastreka wote wanapofika karibu na golikipa hawatamaniki kutoa pasi. Umezungumza swala la ubinafsi. Je, unataka kuniambia pale katika ile alipokuwa amefikia na mpira pale, je, ulihisi kwamba au nafikiria kwamba angempa nane ili akaweza kumaliza mpira ule? Kwa move ilivyokuepo ilikuwa ni rahisi, kwa sababu macho yake alikuwa amefungua na alikuwa ameona anapoelekea. Ndio. Kwamba alikuwa na uwezo wa kupiga pasi na alikuwa na uwezo wa kufunga. By the way, turudi kwenye utulivu. Kama angekuwa na utulivu wa hali ya juu, maana yake alikuwa na option nyingi za kufanya. Moja ni utulize mpira kwa utulivu, kama kuflank ili niweze kuscore kiurahisi, au nipige tu pasi nyepesi, au nifunge kwa kujaribu kama si kuinama au kubendi kidogo tu kuweka katika nyavu. So hivyo ndio vitu ambavyo vimeweza kumkwamisha. Kwangu ni zaidi tuseme kwamba kilichomkosesha sio binafsi tu, zaidi tuseme ni hali ya utulivu iliyokosekana. Na utulivu kwa Simba sio kwa Jean Charles Ahoua tu, hili likae sawa sawa katika timu, katika Confederation Cup ambayo iliotengeneza nafasi nyingi na Simba Sports, lakini walizozitumia ni chache mno. Kwa hiyo msimtupie lawama Jean Charles Ahoua peke yake, wakati Kibu Denis Sports pakashakosa, Mukwala kashakosa, Ateba kashakosa, Mpanzu kashakosa, na Ahoua mwenyewe kakosa. Kwa hiyo tukienda direct ili kuweza kusema kile ambacho tunataka kusema, utulivu unahitajika katika safu ya Simba nzima. Ukiangalia Simba wametia nguvu sana katika Shirikisho Cup, lakini tukimwangalia katika NBC hapa ndani tunamwona kama bado anatembea kwa kujitaji, japokuwa bado ana mechi nyingi. Wewe kama wewe, kutokana na uchambuzi wako unavyomwangalia Simba kwa NBC, unamuonea wapi? Je, tunaweza akatangaza ushindi au bado ushindi ndio bye bye? Kwangu mimi ni kitu cha kwanza ni kutoa rai au kushauri. Ndio. Kwa Fadru naamini anaelewa nini anachokifanya. Focus kubwa itahamia katika Confederation Cup. Sina matumaini na kuwa kwamba wanaifikiria ligi zaidi. Naamini Simba Sports akili, mwili, roho na kila kitu kinawaza Confederation Cup. Kwa hatua waliofika, hata Fadlu atakuwa anaongea na wachezaji wake. Muwe makini katika mechi za ligi, akili, mwili inatakiwa uwe katika Confederation Cup. Ni wakati sahihi wa kuitangaza nchi na ni wakati sahihi wa kuitangaza CV ya mtu mmoja mmoja, kwa head coach, kwa wachezaji. Namzungumzia Fadlu, ni mwalimu ambaye ni mchanga, amekuja katika klabu ya Simba Sports. Kuna wachezaji ni wadogo na ni wachanga, wametoka katika vilabu vidogo, wanakuja kutafuta mafanikio katika ndani ya Simba Sports. Kwa hiyo naamini hii ni fursa ya kwao, na wanaifahamu kwamba wanaelekea katika mchezo wa design gani na wanahitaji nini ili kufikia lengo husika. Kwa ligi kuu ya NBC Premier League sioni Simba kuchukua, na kwa maneno haya nitakuwa na nukuu maneno yangu ya kusema tokea ligi hii haijaanza kuwa Yanga Afrika ataitetea ubingwa wake
na kuipelekea Simba ikakosa ubingwa. Hii ndio ni nafasi yao nzuri zaidi ya wao kwenda direct moja kwa moja kuingia katika finali ambayo ana uwezo kwenda kumfunga Stellenbosch na sio ligi. Kwenye ligi sioni kabisa kama Simba Sports ataipata hii ligi kuu ya NBC. Unaona kwamba akikosa Federation Cup, je, tumaini lake linakuwa ni nini hasa tukirudi ndani? Kwa hatua zilizokuwepo sioni sababu ya Simba Sports kujitatiti au kutia nia ya dhati ya kusema kwamba nitaachana na ligi kuu na nitafocus zaidi katika Confederation. Ukisema utakosa, maana yake una hatua 3 mbele, kwamba kumaliza nusu finali ya pili kisha kuingia katika finali kwenye mechi 2. Hapa ni kuchanga karata zako vizuri, morali, motisha, uwekezaji, kuambiana, kusikilizana, kuwa na ile nguvu moja ya Simba Sports na kupelekea kwenda kuitoa Confederation. Yanawezekana pia. Yes. Bane, huyo ni Side ambaye ametuambia mawili matatu kuhusiana na uwekezaji na nguvu na akili ambao Simba wameweka katika Confederation Cup ambao wanatarajia na hivi kurudiana mchezo ndani ya tarehe 27 ambayo itakuwa ni Jumapili. Mimi ni Oswald kutokea hapa Nyavuni TV, tukutane tena wakati mwingine.